Nilishakwambia kabisa wazi, sitaki kukuona nyumbani kwangu. Sitaki chochote kinachokuhusu wewe Tanasha. Lakini bado unakuja. Umefuata nini hapa? Just imagine mwanamke wangu angekuja angekukuta hapa. Unajua nilipotoka nimekumbana kitu gani? Mambo ya kipumbavu yananitokea katika maisha yangu kwa sababu yako wewe. Wewe ni nani? Tanasha. Unataka nini? Niambie basi. Ni upendo ama nini? Mimi nakupenda, nakupenda. Zani wa mapenzi, wema wangu haujatosha. Lakini nilikupigia simu toka asubuhi ukaushiki simu zangu. Nikaa na hofu kuhusu wewe. Ndio maana nimekuja hapa nije kukusalimia tu pasa. Tanasha, hivi unasikia unachokiongea wewe? Unasikia vizuri au maneno yanatoka kwenye kinywa chako? Mimi ni mwanaume wa mtu. Ni mwanaume wa mtu ambaye natarajia kuoa hivi karibuni. Unataka nini sasa kwangu? Unataka nini? Niambie basi nijue kwamba Tanasha anataka kitu fulani. Lakini unakuja unakaa hapa saizi usiku wote huu. Watu wanapita hapa wanakuona. Unajengea mimi taswira gani kwa majirani zangu? Wananionaje mimi? Wananichukuliaje mimi? Watu wote wanamjua Sofia hapa. Alafu wewe unakuja unakaa hapo. Unataka nini Tanasha? Sikiliza. Katika siku ambazo maisha yangu yameharibika vibaya na yanazidi kuharibika ni leo hii. Na kila nikitazama nani chanzo cha haya matatizo yote, ni ile siku pale tulipokutana baa. I wish nirudishe siku nyuma. Yaani natamani ningeweza kurudisha siku nyuma. For sure, ningeweza kurudisha. Yote niyafute. Bora tena nisingezungumza na wewe, nisingetaka kuona Tanasha. Maisha yangu yanaenda mlama. Yote kwa sababu yako. Nimepoteza mwanamke ninayempenda leo hii kwa sababu yako wewe. Naelekea kupoteza kazi yangu ya thamani inayonijenga na kuniweka msingi wa maisha kwa sababu yako wewe Tanasha. Halafu unaniambia umekuja kuniona? Umekuja kunisalimia? Mimi ni ndugu yako. Tunajuana mimi na wewe. Tumekutana hata mwezi haujaisha, unakuja kunisalimia nini? Tanasha, naomba uondoke. Naomba uondoke Tanasha. Sitaki kukuona nyumbani kwangu. Tafadhali, nenda. It's enough. Yaani unatokea leo yanatosha. Sitaji kukutana mengine. Sitaji sasa hivi Sofia atoke hapa kukuta tena wewe. No, I don't want that. Kwani wanawake mnataka nini jamani? Mnataka tu wanaume tupumzike wakati gani? Tukiwa kaburini au? Yaani mnanifuata, mimi mwanaume nimebaki peke yangu dunia hii. Mnanifuata kila wakati. Mmeambiana, mmetumwa. Mimi ni mwanaume wa mtu na mpenda Sofia. Mpumbavu kuna analeta matatizo, wewe unaleta ujinga. Mpumbavu kabisa. Samahani, sikukusudia kuumiza. Samahani, samahani, moyo wangu. Alo. Hivyo si nilikwambia mimi nitakutafuta? Ha? Mimi ndo nitakutafuta. Sasa unanipigia simu ili weje, na unajua fika mazingira yangu mimi hayaruhusu mimi kupigiwa simu. Kosa hilo kosa, kwa sababu wewe unatakiwa unisikilize mimi. Mimi ndo nimekwambia nitakutafuta, sio wewe kunitafuta mimi. Mbona mimi nimeongea Kiswahili ambacho kinaeleweka? Kwa nini unapindisha nitakutafuta? Imeisha hiyo.
Nilijua umelala. Vipi umeamka? Nimelala. Sasa kuna mtu ambaye amelala akiwa amesimama mama? Wewe unaona kabisa mimi nimeamka afu nauliza tu nilijua umelala. Ndio nini sasa? Kwa hiyo nimefanya kosa kukuuliza. Mimi si nimemuuliza mke wangu, kwani ni kosa kumuuliza kitu chochote mke wangu? Haya basi kama ni kosa nisamehe. Samehe. Huyo alikuwa anaongea naye ni nani? Ha? Huyo alikuwa anaongea naye hapo ni nani? Eti usinipigie, nitakupigia mimi mwenyewe. Ni nani? Kila neno lako linanichoma pole pole, nilijenga moyo wangu kwa ajili yako, sasa nimebaki Mambo ya biashara, mambo ya kazi zetu hizi. Mambo ya biashara na kazi zetu na mwenendo mzima kwa maisha yetu mama. Sawa? unisomi, natoa moyo wangu wote, wewe huchukui, na kila nikikuita unafunga mlango. Mimi hapa ninayeyuka kwa mapenzi haya. Roho inauma, roho inauma, nakupenda. Hizo hapo ni nguo napita dukani kuangalizia, kwa sababu zile nguo ambazo nimekutana nazo ajali zilikuwa zimechafuka sana. Kwa hiyo inakupasa uvaa hizo ili tuweze kwenda, kwa sababu tumesharuhusiwa kwa hospitali. Daktari amesema unaendelea vizuri kwa sasa, utapata muda tu kujisikilizia nyumbani kidogo na nataka tupo sawa. We baba, kipochi changu na simu yangu viko wapi? Hivi ni vitu ambavyo nimelipinua mimi. Kwa hiyo kuhusiana na simu na pochi, wakati tunatoka eneo la ajali sikuviona. Sasa sijui huenda labda nilipotea pale. Baba unavilipa. Yaani kipochi changu na simu yangu unavilipa. Simu yako ya gani? 13 Pro Max. GB 256. Kipochi changu nimenunua 100,000 na ngopo kuna 50,000 kwenye kipochi. Hamna shida, kama hivyo nitakulipa. Afu nilikuwa nakusubiria wewe tuongee. Vipi kuhusu mwafaka wangu? Maana nimekaa siku 3 ndani. Mwafaka upi ambao unazungumzia? Lazima unipe fidia. Maana wewe umenigonga. Umenitoa ule kama hivi kiuno unavyokiona. Aya, mimi kazi zangu nafanyaje? Na kama hutaki tuondokeze tu polisi, tukaandikishane vizuri. Weupe. Dada, mimi sitaki habari za polisi. Ndio maana ajali ilipotokea ni kama muungwana kukubeba na kuleta hapa hospitali. Na sio tu kuleta hospitali, bali nikawa na wewe, nikakuhudumia mpaka sasa hivi umeshaanza kuwa na hali nzuri na hiyo. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kupelekana polisi wala wapi. Just tell me. Fili yako nataka kiasi gani kulipe tumalizane ili ndio maisha yako na mimi ni maisha yangu. Iko ndio chokiacha danazo. Milioni 30 tu. Embe. Milioni 30 tu. Hebu vaa nguo zako, utanikuta kwenye gari. Tuondoke kwa hospitali. Mimi kuvaa na vaa, lakini kumbuka umeneka siku 3 mu. Samahani, moyo wangu. Jamani, cheki mwenye tetemente nguo mbaya kama sura yake. Nakupenda sana, sikusaliti. Hapana, wewe ndo wangu. Sasa Sophie, inabidi akili yako yote sasa hivi iwekeze kwenye kupumzika kama daktari alivyosema. Ni kweli dada. Na Sophie inabidi apumzishe akili yake kwanza. Asikuja mimi kaandaa chakula ili dada ale apumzike vizuri. Sawa, haina shida. Hivi
hiki ulichokifanya ulifikiria kweli kuhusu sisi ndugu zako? Ulikuwa unawaza labda utatuacha na nani bahati mbaya ungefariki? Au tuseme asingeingia mdogo wako akakukuta, mimi ningekuwa nje nafua. Najua Sofia amepumzika ndani amelala, kumbe mwenzangu unafanya vitu vya ajabu munda. Yaani usije ukasubutu kurudia tena hiki ulichokifanya jamani. Mama jamani pumzike nimechoka. Na bora uchoke hivyo hivyo usije kurudia kufanya kabisa. Mimi kwa hilo sikushauri rafiki yangu. Umpate Sofia ukaongee naye nini? Lakini Naifat, mimi naona kuna haja mimi kwenda kutafuta Sofia na niende nizungumze naye, kwa sababu yeye anajua asilimia kubwa mimi ndo nimeharibu mahusiano yake, na kitu ambacho sio kweli. Mimi kunaniumiza sana. Kwa 100% Sofia anajua wewe unatoka na Pascal. Afu wewe unakuja kuniambia eti uinue miguu yako hapa uende kwa Sofia. Nini? Kaongea wanawake tunajuana wewe. Yeye atakuchukuliaje katika hilo? Sitaki kabisa. Sitaki. Wewe niangalie tu hivyo hivyo. Sitaki kabisa kunihusisha mimi. Shajitoa. Lakini mimi naona tu kuna lazima mimi kwenda kuzungumza naye. Kwa sababu mimi kitu kinanitesa, afu pia nakuwa nakosa hadi amani. Ni lazima tu niende nimtafute, nizungumze naye tuweke sawa na nimweleze kuwa mimi na Pascal hakuna kitu chochote kinachoendelea kati yetu na hatuna mahusiano yoyote. Naomba unielewe rafiki yangu. Kuna haja mimi kwenda kuzungumza naye. Lazima mimi nimtafute Sofia na hakikisha ninampata. Na haya mambo tuweke sawa. Naomba kabisa niko hapo usinishauri kwa sababu sitakusikiliza rafiki yangu. Sawa, mimi sina la kuongea, nishajitoa. Ni wewe na kichwa chako kufikiria kwamba uende usiende. Mimi sina, ni shauri yangu umeishia hapo. Nimekushauri vya kutosha shoga yangu. Sawa, hamna shida. Nikigusa kumbukumbu zako, najiuliza kila usiku, niende wapi na uzito. Nimeweka yote mezani, wewe ukanyamaza, mimi nikavunjika. Mzani wa mapenzi, moyo wangu pande mmoja. Mzani wa mapenzi, wema wangu haujatosha. Mzani wa mapenzi, sijui nifanye nini. Mzani wa mapenzi, niponye au nisiondoke. Labda nilikosea kukupenda kwa mikono iliyokuwa tu. Huo ndo mgalo wako ulinigonga nao Niambie, unaelekea wapi? Unaishi wapi nikupeleke? Naishi wapi kivipi? Kivipi? Unaishi wapi nikupeleke? Kwani si umeshapata matibabu? Na kwa jinsi ninavyoona unaendelea vizuri. Si inapaswa uende kwenu? Au unataka kubaki hapa hospitali? Wewe hujamsikia daktari alivyosema? Daktari amesema anahitaji uangalizi. Wewe unaniambia unanipeleka wapi kivipi? Yani naishi wapi nini? Kwa hiyo uangalizi sasa unatoka upate wapi? Si kwenu? Unajiangalizia kwenu ndani hizo siku 3 ambazo wamekwambia ujiangalie, kisha urudi hapa. Kwa hiyo ikifika siku ya 3 mimi nitakufuata huko unapoishi, nitakuleta tena hospitali, utahudumiwa, nitalipia bili, mimi na tutakuwa tumemalizana. Simple. Nyie muoneni huyu. Ifu unavyoniambia mimi unipeleke nyumbani, mimi ninakujua wewe. Ukinikimbia. Dada, hebu sitaki kunichanganya bwana. Nikimbia kivipi? Yaani mimi ningekuwa mtu akukimbia basi ningekimbia tangu siku ile nimekugonga na gari. Nimekimbia mimi? Mara ngapi mwenyewe niko hospitali hapo? Wewe ulikuwa umelala? Nimekuja mara ngapi na kuondoka? Ningeweza kutokomea huko mazima, ungejua? Si ningekuacha ulipe bili mwenyewe ufanye kila kitu mwenyewe. Nimekuwa muungwana kwako alafu unataka kuleta ujinga gani? Tusipotezeane muda. Umeelewa
Yaani hapa kama vipi mimi unipe tu fidia, kila mtu awe na maisha yake. Wewe ufanye maisha yako na mimi nifanye maisha yangu. Kwa sababu mimi mwenyewe hapo umenipotezea muda, kumbuka. Umenilaza pale siku ngapi? Kwa ajili ya umgari wako mbovu. Afu sasa hivi unaniambia nini? Nipe milioni 10 badala ya milioni 30 nikuache. Kama hutaki, niende kituo cha polisi nikakushtaki umenigonga alafu unataka kunikimbia. Na mimi bado sijapona, hali yangu naumwa tika. Kama vipi tu bega kwa bega, mimi na wewe, unapoenda nipo na unaporudi nipo. Chagua moja. Fidia, polisi au nihudumie? Wewe mwehu? Mimi mwehu ulikuwa hujui. Najiuliza kila usiku, niende wapi na uzito. Nimeweka yote mezani, wewe ukanyamaza, mimi nikavunjika. Mzani wa mapenzi, moyo wangu pande moja. Mzani wa mapenzi. Kaka za saizi. Salama. Karibu. Asante. Niko naomba nipimie chipsi za buku. Chipsi za buku kwa spinning. Chipsi zinaanza 2000. Wewe ongea tuna bwana wako, anza akakununulia hapo. Wewe. Bwana wake nani hapo? Wewe unashindwa kujiongeza mtoto wa kiume. Kitamu hiki kishakuelewa. Unaanza kusema bwana wako. Mimi nimekwambia bwana wake huyu. Wewe ulikuwepo kwenye ndoa. Bwana wake kivipi? Wakati nafunga ndoa na huyu mtoto ulikuwepo? Sawa kaka. Nao basi nikopeshe chips za 2000 na kidali. Ila yako nitakuletea. Siwezi kwa sababu mimi mwenyewe unavyoona hapa nalipeleka mahesabu. Kwa hiyo naweza nikatoa hapa nikaribu chochote nikashindwa kucha kujibu jioni. Kwa hivyo kama utakuwa na pesa niwapimie. Yaani ningekuwa mimi viazi kitu gani? Vichipi tu hivi. Ningekipata banda zima la chips na vitali vyake. Wewe unashindwa kujiongeza kitoto kikali hiki. Mimi nakijua hiki rafiki yangu. Sasa cha kufanya wewe kama vipi? Nipata advance nikufanyia mpango. Kinanielewa hiki nikikiambia kipingi. 1500 tu ya advance mimi nakurekebishia. Sawa, ina shida. Naomba nipimie chips. Inabidi nikuwekee kavu. Sawa. Mimi najua kweli mimi nimechelewesha ela, lakini naombeni jamani kaka zangu mnisamehe. Naombeni nisaidie mimi jamani, nisaidie mimi kama dada yenu naombeni. Jamani ninaomba kitu chochote. Naomba tunipe kizi 2. Mimi nawaambia shela yote. Tena nitawapa tena kidogo cha maji ya kunywa. Naomba jamani. Hivyo wewe unakisikia unachokizungumza kweli? Sisi hatutaki kujua kama mume wako anajua ulichukua mkopo ama la. Tunachokitaka ni marejesho yetu. Sasa tutaingia ndani kuchukua kila kilichopo. Kaka zangu, mimi kipindi nakuja kuchukua mkopo, mimi sikumshirikisha mume wangu chochote. Sasa hivi akija akikuta vitu vyake vipo ndani, mimi nitafanyaje? Mimi nitakuwa mgeni wa nani? Kaka, wewe ni mtu mzima. Muelekeze, bado mdogo, hajui maisha, hajui chochote. Kuhusu hivi kweli mimi nikichukua hivi vitu nitamwambia nini? Nitazalilika mimi. Kaka, wewe ni mtu mzima. Majani! Nakupa jamani mikongo inatesa mimi jamani. Naacha mikongo naacha. Majirani huku. Majirani nakufa jamani majirani msaada. Sophie. Sophie.
mapenzi, wema wangu haujatosha.